Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nisomee sasa mstari wa 45. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mkononi mwetu. Mstari wa 48. Ikawa hapo Mfilisti alipojiinua akaenda akamkaribia Daudi, ndipo Daudi naye akapinga mbio akalikimbilia jeshi ili akutane na yule Mfilisti. Mstari wa 49. Daudi akatia mkono wake mfukoni, akatoa umo jiwe moja, akalitupa kwa kombeo lake, akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Jiwe hilo likamwingilia kipajini, akaanguka chini kifundifundi. Ndipo Daudi akamshika yule Mfilisti kwa kombeo na jiwe, akampiga Mfilisti akamua. Walakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake. Ndipo Daudi akapiga mbio akasimama juu ya Mfilisti, akautoa upanga wake, akaufuta alani mwake, akamua, akamkata kichwa kwa upanga huo. Nao Wafilisti walipoona ya kuwa shujaa wao wamekufa, wakakimbia. Amen. Amen. Simame. Amen. Simame. Daudi alikuwa ni shujaa ama si shujaa? Shujaa. Daudi alikuwa ni shujaa. Je, wewe unaweza kuwa shujaa kivyako? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaweza kuwa shujaa kivyako? Ndio. Unaweza kuwa shujaa. Nipigie mkono kama unaweza. Wakati Daudi alipoenda vitani, alitoka tu, yule Mfilisti alichina akasema, mimi niko tayari, nitawaua nyinyi wote na kuangamiza, nami nitakuwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Daudi yeye hakuwa na mambo mengi wala hakubeba mikuki, lakini ndani yake aliamini Mungu, alikaa na nguvu za Mungu. Akaambia Wafilisti, mtajua ya kuwa Mungu haokoi na mikuki, Mungu haokoi na chochote, ila tukumwamini Mungu. Ndiye anaweza yote. Mungu ndiye anayekomboa, Mungu ndiye anayeisha, Mungu ndiye anayetawala. Anasema, mimi nikitaka kukuokoa na kukomboa katika mikono ya Wafilisti, mimi ninaweza kukukomboa. Baba anasema, nikitaka kukukomboa kwa waganga na wachawi, mahali poende ukafukiwa, mimi Baba ninaweza nikakufufua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Daudi na Goliathi walipoenda wakasimama, naye Daudi alipokuwa akimwangalia, alikaa akamsimama hivi, akasimama wakapimana. Bwana Yesu asifiwe. Daudi na Goliathi wamekaa wamepimana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu Emmanuel ni mwanaume, anaona ananiweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Emmanuel haniwezi. Bwana Yesu asifiwe. Niko na silaha zote za mbinguni, niko na silaha zote za Baba. Nikimwona mwanamke ninasema Emmanuel atiwe nguvu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Daudi alikuwa na chondo kama hii yangu ninapenda kubeba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii chondo yangu huwa siweki chini. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata watu wengine wambuya ananiulizaga, yaani siwezi kutembea bila chondo. Bwana Yesu asifiwe. Hii siwekagi chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haujui kuna silaha ngapi ndani hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nikitembea hivi ninasikia niko comfortable. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ninasikia nimekamilika. Ninasikia niko na raha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Daudi akasema, mimi sitashindana kwa mwili tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Akachukua akatoa jiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Steve ndiye anapenda kutembea na panda. Bwana Yesu asifiwe sana. Steve, panda yako iko wapi jamani? Unapenda kutembea na panda na mawe. Bwana Yesu asifiwe. Kuja hapa na hiyo panda yako na mawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wakati paka inatokea, mimi hata sitafuti mtu mwingine. Ninatafuta kwa Steve. Steve uko wapi? Ndio ile pale. Anatokea na panda na jiwe. Unajua hii panda na Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Steve akilenga moja inaanguka. Sasa Steve huwa anamtumia kama Daudi mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akigonga moja tu, anagonga tu hapo ya kichwa. Mpaka anafanya hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Steve ananifurahisha sana. Ninasema hakuna kijana anaitii kama Steve. Bwana Yesu asifiwe. Hata akisikia pastor akitana akiwa ngambo ile, ako tayari kupigana vita. Ako tayari kupigana hata mangumi. Mtumishi wake atetee. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio Steve ameshika jiwe. Pana. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndio Daudi alichukua akaingia katika kipochi chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala hakuna mtu alielewa Daudi atapigana vipi zile vita ili aweze kumshinda Goliathi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Daudi alichukua panda. Akachukua panda jamani. Jamani Steve, mimi hata sijui kulenga. Akachukua panda, akamlenga Goliathi. Bwana asifiwe sana. Shika panda yako. Ushika kama alishika jiwe na panda, akamlenga Goliathi. Angalia jinsi Goliathi alipopigwa moja. Unaona mimi hata sijui kushika panda. Sijui kushika panda, hata nikishika na shika opposite. Steve anashika vizuri. Daudi akachukua akamgonga Goliathi jiwe la kipajini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Alipomgonga lile jiwe la kipaji, Goliathi alianguka chini. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Goliathi alianguka na kuangamia. Ni kitu kidogo tu. Baba anasema, ukiniamini
ukiwa na imani kama tembe, yani ukiwa na imani kama tembe ndogo tu ya haradali, nami nitakuwa pamoja nawe, nitakuokoa, nitakupigania kwa wale watesi wa kutesao. Ni kwa sababu una imani, ni kwa sababu unaniamini mimi tu, Mungu wa mbinguni. Ndiposa Daudi aliweza kumshinda Goliathi kwa jiwe peke yake, akamgonga na lile jiwe na akaanguka chini. Na wakati alipoanguka chini, Daudi aliweza kukaa na kumfuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Alianguka, Goliathi alianguka chini kifudifudi, akaanguka, akalala na chini na akaanguka na akakufa saa hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Goliathi amekufa. Sema Goliathi amekufa. Goliathi amekufa. Aliyekuwa akisumbua maisha yangu amekufa. Naye Daudi kwa sababu palikuwa kama mjasiri, aliweza kukaa na kumfuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaenda akachukua hata yale mapanga yake alikuwa akiringa nayo, akamaliza kabisa. Akamkata na akamaliza kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi maadui wako wamekuwa wakikuringia, wanaona kana kwamba hawezi, wanaona kana kwamba wewe ulishiwa kitabu, unatembea na matambara. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema yule Susan naye anatembea na matambara. Yule Susan hata hajui kuvaa. Hata akitembea barabarani unamwonaje? Yule hata hawezi kunigonga nikaanguka vile kamekonda. Lakini Baba anasema amenipa nguvu. Baba anasema ameondoa Goliathi aliyekuwa anahangaisha maisha yangu. Amemwangamiza. Na sitamuona tena. Ndiposa katika ile kitabu Maneno amesema katika mwaka ule mfalme Uzia alipokufa alimuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia jirani yako Uzia amekufa. Uzia amekufa. Mwambie Uzia amekufa. Uzia amekufa. Uzia amekufa. Amen. Amen. Piga makofi jamani. Tupigie makofi jamani. Piga shangwe ya piga. Katika kitabu cha Samueli tunaona hata Penina alikuwa ni mke mwenzake Ana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Ana alipokuwa akilia sana, Ana alienda akapiga magoti mbele za Bwana. Siku moja tu akamlilia Bwana, akamwambia Bwana, ninakuomba baba yangu, Mungu unaishi milele na kutawala, uliyeweka mbegu ndani ya tumbo langu, uliyekuwa na Ana, uliyekuwa na Penina, nawe ukampatia mtoto, na mimi Baba ninakuita mtakatifu wa watakatifu, uniumbie mwana, na yule mwana atakapoumwa na kuzaliwa nitamleta hekaluni mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Ana akaomba hiyo siku kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa sababu siku nyingi alikuwa anaona Penina jinsi alivyokuwa akimchokoza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jinsi Penina alivyomkejeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini aliweza kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yanda ikawa Penina ndiye alikuwa Goliathi wake. Alikuwa anaona Penina ako na familia na watoto wanakaa vizuri, lakini yenda ikawa Penina alikuwa pandikizi la mtu, wala Ana angeweza kuongea hata mbele yake.
ilikuwa ni matusi tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Bwana akamtokea akamwambia, Ana, nitakubariki na mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati Ana hiyo ilipotimia, Ana akapeleka yule mtoto katika hekaluni la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Je, siku ya leo usia wako akikufa siku ya leo, na wewe uweze kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Je, hizi baraka utazileta ndani ya hekalu la Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ni nani ataleta baraka katika hekalu la Bwana? Wengi wanasahau. Bwana asifiwe sana. Wengi wanasahau kama saa hii Charles amebarikiwa, anasema mimi ni boss. Mimi ni boss. Alex amebarikiwa, anasema ni mimi ni boss. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu siku moja asahau ule udosi ulitoka ndani ya hekalu la Baba. Bwana Yesu asifiwe. Hizi baraka zitaenda wapi? Ni nani anaweza kunijibu? Ukisahau baraka zinaenda wapi? Zinaenda wapi? Zinaibua na yule Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ningeomba kila mmoja asimame na miguu yake. Ni kwa sababu leo tumeongea juu ya ushindi wa Baba. Tumeongea ni kwa ajili ya kuokolewa na kukombolewa. Tumeongea ni kwa ajili Goliathi amekufa. Tumeongea ni kwa sababu na hata Usia ameangamia. Kiti chako cha enzi Bwana, kiti chako cha enzi Bwana, kuna siku moja nikakaa kwetu nyumbani. Dadangu hata hajui story. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeishi naye miaka yote, lakini story hata sijawahi kumweleza. Wakati nilipoona tumekaa tumeteswa sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumeteseka sana na huyu Mfilisti. Nilienda nikakaa nikaamua nikachukua uamuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa nimekaa katika hali ya kusikia tumefinyiliwa sana, na wachungaji walikuwa wanakuja wakisema hii nyumba ya Wamboi inafaa kuokoka. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu tulikuwa nikana kwamba tulikuwa tumepoteza tumaini, lakini Susan alikuwa anasema kila mtu anaweza kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilipokaa nikaona matatizo na majaribu yamenisonga, nilienda nikatafuta, nikaenda nikachukua kiti nikakaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikakaa nikatafakari, nikakaa katika wakati wa kujirudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipoangalia jinsi tulivyoangamia, nilipoona jinsi hata shida na mimi Baba ninataka kuona kama ninaweza kupata ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Nilikaa nikajifungia ndani ya nyumba kwa wiki mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu mimi nilipenda kutembea, nilipenda kukaa na raha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani hakuna kitu unakaa hakuna kitu unakosa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huko unafinyiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nilienda nikakaa nikatafakari sauti za manabii na mitume. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikakaa nikajifungia ndani ya nyumba kwa wiki mzima. Nilipoingia ndani ya nyumba, nikitumwa dukani ninaenda na ninarudi saa hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ila hakuna mtu anajua ninatafuta nini na ninataka nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikaa nikatafakari, nilikaa nikaona wokovu ni kitu ngumu sana.
sitaweza wala sitaweza kutoboa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo niweze kuweka uamuzi katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo niweze kuweka uamuzi katika maisha yangu, na ndipo sababu niliambiwa na wengi, ukiokoka ndiposa utaweza kuokoa hii familia yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata nikienda kwa manabii na mitume walikuwa wananiambia ukiokoka ndio utaweza kuokoa hii familia yenu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikaa wiki mzima nikikaa nikitafakari, nikikaa nikiambia Mungu na nikiokoka chini Mungu, ili majaribu yote kweli Mungu yuko mbele itaisha. Lakini nilikaa nikaambia Mungu, nakuomba Baba ukuwe ngao langu, ukuwe tegemeo langu, ndio niweze kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Wiki mzima ikaisha. Bwana asifiwe sana. Sijui kama kuna mtu amenitegea sikio jamani. Kuna mtu amenitegea sikio jamani. Sisemi maneno yangu jamani mpendwa. Sisemi ninayokaa nikikaa nikifikiria wala nikiwaza. Ni kwa ajili Mungu anasema anakupenda. Wakati alikuumba tangu tumbo la mama yako, alijua utaingia ndani ya Tononoka. Alijua utakutana na mtu anaitwa Susan, na atakupatia neno na atakupatia ushuhuda. Nitegea sikio jamani. Wakati nilipomaliza wiki nzima, ninajua kuna mama mmoja alikuwa ananipenda sana, alikuwa ananifinyilia wokovu sana, lakini mimi nilikaa nikisema huyu ananisumbua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Lakini nilipomaliza wiki nzima, nilikaa nikafanya uamuzi. Bwana asifiwe sana. Ilikuwa ni usiku wa manane. Bwana Yesu asifiwe. Niliweza kutoka kwa nyumba yetu, alikuwa anakaa tu hapo nyuma. Nikamgongea mlango, nikambisha, nikamwita mama Kangene, ninaomba uniombee wokovu. Bwana asifiwe sana. Nilimwita usiku wa manane. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mchana wa leo ninakwambia unaweza kufanya uamuzi katika maisha yako. Bwana asifiwe. Unaweza kufanya uamuzi kanisa yako. Kama umenisikia nipigie makofi jamani. Makofi jamani. Piga makofi ya shangwe na vigelegele. Ni kwa sababu tukirudi baada Daudi alipokuwa amekaa, alipoenda kwa Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alienda kwa Sauli akiwa na ushujaa. Bwana Yesu asifiwe. Alipata ushujaa, akaenda akapelekwa na wale walikuwa wamesimamishwa na Sauli, wakampeleka wakamwambia, ndio huyo Daudi ako tayari kupambana na Mfilisti. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Daudi aliweza kuamini. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wewe unaweza kujiamini kiasi ya kuwa unaweza kuambiwa ukufe leo. Usikie pale mtumishi wa Mungu anapigwa. Usikie pale mtumishi wa Mungu ameweza kuinuliwa. Mtumishi wenu Mugambi, kuna watu wanakuja na kumuinukia, wanataka kumumaliza, wanataka kumuangamiza. Ni kwa ajili ya hili neno la Bwana. Ni kwa ajili Baba anasema, ujapokuwa imekalia haichelewi. Ijapokuwa unaona kana kwamba unamuita Mungu na wala hasiki, unaona kana kwamba hasiki, Baba anasema anakusikia. Wakati unapoona vita vinainuka, haufai kumwacha mtu yoyote. Unafaa ukae jinsi ya mapambano. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafaa ukae na kupambana. Unasema na liwe liwalo. Watu wa dunia wanasema na liwe liwalo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema liwe liwalo. Sema liwe liwalo. Sema liwe liwalo. Sema jitaje jina lako. Mimi Susan. Sema mimi Susan, nitatetea ufalme wa mbinguni. Nitatetea ufalme wa mbinguni. Amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen.
Daudi aliweza kujiamini sana. Daudi aliweza kujiamini sana. Watu wengi walikuwa na kimo hata kuliko yeye. Bwana Yesu asifiwe. Waliweza kuogopa na wakatoroka. Ikabidi tu hapa nako kanajifanya sana, kanaweza kupigana na yule Mfilisti, na Mfilisti mwenyewe ni mrefu, ana mikono saizi. Akifika hapa Boni anachukua video, akifanya hivi anamtandika na kumaliza. Bwana asifiwe sana. Lakini Sauli alikubali, na Sauli akajiuliza, je, mtoto huyu mdogo atawezaje kwenda vitani? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Chanzo acha kulala jamani. Usilale. Nisikize kwa makini sana. Siku ya leo ni siku ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo ni siku ya ushindi. Wakati Sauli alipoona haka ni kadogo, ni kwa sababu walikuwa wamezoea kuvaa mavazi ya vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Akachukua zile mavazi za vita. Akamweka, akamvisha Daudi upande huu. Akachukua mikuki, akamvisha na ngao, akamvisha na chuma katika miguu yake, akamvisha silaha zote za vita, akamvisha kofia la chepeo la chuma katika kichwa chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, usiende? Akachukua ile kofia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati alichukua akamvisha Daudi, akashuka. Bwana asifiwe sana. Akiwa ametayarishwa na mfalme kwenda vitani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama kuna wakati huo unapewa vitu zingine, kuna wakati anapewa vitu zingine, unaweza kupewa vitu zingine. Yule anakupea ile kitu, anaona kana kwamba kitamsaidia. Nikipea Damaris kijiti, Damaris hiyo kijiti na kufanya nini? Inaweza kukufaa kweli? Haikufai, si ndio? Sasa mimi nachukua kijiti yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Daudi alipewa zile mavazi, akasikia yale mavazi ni mazito sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yalimlemea katika mwili wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akasikia yeye hata hawezi kutembea. Ni kwa sababu alizoea tu. Alizoea kukaa maisha ya amani na kujua Mungu ndiye ngao yake, na kujua Mungu ndiye anafaa kumlinda na kumtetea na kumpigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Daudi alipokanyaga steps kama 2-3 hivi, akarudi tena kwa Sauli. Bwana asifiwe sana. Akamwambia Sauli, jamani Sauli, ninakuomba, mavazi haya ni mazito sana, siwezi kutembea nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hebu nipungie mkono kama unasikiza hii message yangu vizuri. Mavazi haya ni mazito sana. Bwana Yesu asifiwe. Hii mavazi